Okay. Basi tuende kwenye Forex Factory. Forex Factory kama nilivyosema unaipata kwenye Google ama Chrome, unaandika www.forexfactory.com. Hapa ndo ukiandika hivyo, ukifungua hapo utakutana na kitu kama hichi. Na hapa ndipo tunapopata masoko yote, taarifa za soko lote kwa siku husika. Hili tunadili na soko la Forex. Kwa taarifa zote za Forex kwa siku hiyo husika. Kwa mfano hapa ni Alhamisi, imeanzika Novemba 6. Taarifa zote za siku hii ya leo ni hapa, na news ambayo kwa tunaisubiri ni hapa ya saa 9 ambayo ni high impact kama tulivyosema, imeonyeshwa kuwa ni na rangi nyekundu. Kwa ukifungua hapa kama nilivyokuonyesha kwenye hii Forex Factory, hii ni kalenda ya soko. Masoko huwa na kalenda ya jinsi na mwongozo ulivyo katika siku husika. Katika siku husika pair au currency fulani kwa muda fulani huwa zinakuwa na taarifa fulani. Kwa mfano hapo huwa tunawezaje kujua taarifa ama taarifa za soko kwa wakati huo? Kuna kadi, yani kadi kwenye hivyo vibox. Hizo kadi zina rangi 3 tofauti. Rangi ya kwanza ni rangi nyekundu, rangi ya pili ni rangi ya njano, na rangi ya tatu ni rangi hii hapa ambayo ni ya njano ambayo imekolezwa kidogo. Hizi rangi zina maana gani? Hizi rangi zina maana 3 tofauti. Kwanza, rangi hii ya njano ambayo inaonyesha kwamba soko, inaonyesha taarifa ya soko husika kwa wakati fulani, lakini halina au taarifa hii haina impact kubwa kulinganisha na hiyo rangi nyekundu. Kwa hiyo hapa inaonyesha soko litakuwa katika hali fulani, lakini haitaathiri sana wale investors ambao wanawekeza kwenye Forex. Na wale ambao ukiona rangi hii ya njano ambayo imekolezwa sasa, hii inamaanisha ni medium, yani ni medium news. Ni news ambayo haitaathiri sana wala sio kwa uchache sana, yani ni size ya kati ambayo inaweza kubadilisha direction ya soko ama inaweza kawa normal. Kwa hii ni medium ambayo haina effect kubwa sana na ukilinganisha na hii rangi nyekundu. Hii rangi nyekundu sasa, hii ndio news yenyewe ambayo watu wote huwa wanaitolea macho hapo. Kama ulikuwa na position ulizifungua huku kutoka asubuhi, ni bora ufunge kuanzia saa 8 au saa 7, sababu hapo ndo changamoto inapoanza kwenye kutrade. Na hapa tutakuwa, ndio maana tumekaa chini kudili na huyu mtu anayeitwa news na kwenye hiyo rangi nyekundu. Hapa ni price huwa zinatembea vibaya mno kwa wakati huo. Tutaona hapa saa 9 kama zitakuwa kwenye hali hiyo, na saa 9:30 pia kutakuwa na news ambayo huyo Grove ataongea, na hiyo saa 12:30 pia kwa kadi. Kwa hiyo kama nilivyowaambia, hizi rangi 3 ndo zina tofautisha high impact, medium pamoja na low. Rangi nyekundu kimaanisha high, medium rangi hii ambayo imekolezwa, ya njano ambayo imekolezwa, na hii ambazo ziko normal ambayo trader wengi ambao wana trade, la mfano day trader ambao wanashauriwa wa trade hapo, kwa sababu soko litakuwa lipo normal na huwa linatembea vizuri tu, na inaonyesha direction, na inaweza kuonyesha wewe opportunity ya kuweza kuweka entry, take profit pamoja na sell, kulinganishwa au tofautisha na hizi ambazo ni news ambazo zina rangi nyekundu ambazo zina high impact kwenye soko, ambazo soko linakuwa impact sana. Kama tulivyosema kule kuhusu types za news, pia hizi news
zina tofauti, na tunazidi kusoma hizi news. Kuna wale watu ambao wanasoma news na wanaenda kutrade. Wanasomaje news? Kwa mfano hii hapa unemployment rate ama yoyote ile kati hapo, huwa wanachokisoma ni wanasoma kuhusu hii taarifa ya soko, nasoma kwenye mfumo huu hapa. Kwa mfano